Kipindi cha leo ni kipindi cha hadithi na maelezo. Kinapita katika lugha ya Kiswahili. Haya, hadithi ya leo inasema hivi. Hadithi njoo. Njoo hadithi, mtoto wa hadithi haka unakukua. Sawa, hapo zama za kale kulikuwa baba umoja aliyekuwa na wanawe hawa wawili. Basi yule baba alikuwa akiishi kijijini. Kule kijijini alikuwa kazi yenyewe alikuwa akifanya ni kazi ya kilimo tu. Ndio kazi ya vijijini. Kilimo. Sasa wale wanae wawili, umoja alishindwa na ile kazi ya kilimo. Sawa. Yaani ile kwenda kulima shamba. Naam. Kwenda kukata majani kama vile wanataka kulima mahala fulani. Kukata miti. Ndio. Sasa ikawa ule kijana akashindwa na yale maisha ya kule kijijini. Unaelewa bwana? Sawa. Sasa wakati aliona kama mshindo maisha kijijini, aliamua kuja mjini ili atafute kazi, aone kama anaweza kafanikiwa na yeye kama vile wengine wanavyofanikia kimaisha. Sawa. Basi yule kijana wakati wenyewe sasa ameshaingia mjini, kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu akamjalia akapata kazi. Sawa. Kule mjini. Ndio. Alipopata kazi, sasa atafanyaje? Anaanza kazi. Ndio. Wakati alianza kazi, kwile kazi akawa na mafanikio. Mafanikio ni kivipi? Yani kizi, yani ndio tunasema aje tena, yani zile za juu alikuwa anapata hela nyingi sana kuzidi hata mshahara wake. Sawa. Yani kigavu ndo Kiswahili kizuri wanasema. Kiswahili kinaeleweka huko. Kigavu. Basi akawa anapata kigavu cha kutosha, yani kizi kwa siku ya kutosha kwa siku. Ndio. Na anakwenda analimbika, yani anaweka kwenye analimbikiza, anaweka kwenye kesi yake, anaweka store hizo pesa zake. Siku zinaendelea, akaona ameshakuwa na pesa za kutosha. Na nielewa bana. Ndio. Akasema sasa hizi pesa nitazifanyaje? Nikisema ninunue nyumba, kule tajiri wangu, yani kule kwenye kampuni, ndio watatizama mshahara wangu. Hauwezi ukanunua nyumba kama hii nitakuwa nimenunua kwa muda huu, nimeshatumika. Sawa. Au nikisema nijenge hata nyumba, watauliza mshahara wake unaweza ukajenga nyumba kama hii? Itaonekana nilikuwa naiba. Sawa. Alafu nitakujikuta nimepoteza. Unaona bwana? Basi baadaye yule jamaa akenda akapatwa na wazo lipi la kusema aitishe mdogo wake kule kwenye asilia, ili mdogo wake aje aikae hapa mjini, kisha yeye ndio mwenye atasimamia shughuli zake zote, yani kazi zake zote. Yule kijana ndio mwenye atazisimamia. Sawa. Unanielewa bwana? Sawa. Hadithi njoo. Njoo hadithi, usiku wa hadithi ukao inakuja. Kama vile wasemavyo, usiku wa hadithi ukao inakukua. Basi yule kijana sasa, yule baba anamuitisha mdogo wake kwenye asilia, anakuja mpaka mjini. Sawa. Na akafika anampangia nyumba. Ndio, wasikae nyumba moja ili wasijue kwamba yeye wewe mbali na yeye. Sawa. Akampangia nyumba. Ndio. Kisha akaenda akamuonesha uwanja unataka kununua, na ulikuwa uwanja fasi nzuri penye fasi ya maendeleo. Baada ya kumuonesha hivyo, akamwambia sasa mdogo wake, yani atamesha kumuonesha mahali penye anaweza kaja kununua. Ndio. Akenda akarudi sasa nyumbani kwake. Ndio. Kule wakati aliona mambo yote yamekuwa tayari, akaandika barua. Ile barua inasema hivi: bwana mdogo, pesa hizo na kutumia, nenda ununue ule uwanja nilikuambiaga. Unaelewa hapo bwana? Ule niliokuonesha. Sawa. Ndio anamwambia nani? Mdogo wake. Sawa. Nenda ununue ule uwanja. Anamwandikia barua. Alright. Na pesa hizi natuma. Basi ununue ule uwanja wenyewe nilikuoneshaga. Na kule usio na wasi ama usiofu shida yoyote. Ile yani makaratasi yenyewe mtaandika yote uyaandike kwa majina yako. Unanielewa bwana? Sawa. Yani kwanza ile karatasi kwanza ya nyumba gisi wanauziana. Ndio. Waweke kwa majina yake. Huko tunaita acte de vente. Acte de vente. Sawa. Na
ukimaliza hiyo kesi unakwenda kama ni kukadastre ndio kule yote ile kadastre ndio tabia yenyewe majina yako yale majina yake ndio, na anaweza kaenda hata ku habita yani services zinastahili kwa mambo ya manyumba, na zile dokima zote atazipewa ndio kwa jina la nani, na yule mdogo wake. Yule mdogo wake sawa, amemwandikia na barua ya kusema amemruhusu aandike kwa majina yake ndio. Basi ndio huyo sasa mdogo anaanza sasa, amesha kufanya mambo yote. Mkubwa tena anatuma barua ya pili, ndio anamwandikia barua ya pili, anamwambia bwana, pesa hizo natuma sawa, pesa hizo natuma na nani, yani plan ya nyumba, yani plani ya nyumba sawa, kroki ya nyumba, yani ile plani ya nyumba yenye atajenga. Anamwambia bwana, pesa hizo natuma za kuanza ujenzi sawa, yani kununua mafera beto, simenti, vitu vyote na wafundi malipo yao yote ametuma pesa sawa. Anamwambia sasa uanze kazi ya ujenzi ili nyumba ipande mbio sana sawa. Anamwambia nani, mdogo mtu, hadithi njoo hadithi, usiku hadithi ukaona kucha baba. Basi mdogo mtu anaanza chantier. Unasikia bwana, kazi inaanza, wanaanza kujenga, wanajenga, nyumba inapaka. Unaona kama ukiwa na pesa inapaka kama vile nani, uyoga, labda inaota kama uyoga. Unaona bwana, sawa. Nyumba imeshafika juu, wanakule dale. Baada ya kule dale, sasa huku kazini huku kuna kuja tatizo. Unanielewa bwana? Kwa mkubwa mtu. Baada ya kuona kama kazi inakuwa kama vile mezorota, yani kule kwenye kampuni yenyewe. Yenyewe kaka mtu alikuwa anatumika. Sasa hivi kazi yani ule mkubwa wa kampuni akawa anasema watapunguza kwanza kuwatumishi. Ndio. Yani nazaa terme nzuri kama kwa senire sijui. Ndio, sawa. Asinisma. Inafika. Asinisma. Yani wanapunguza kuwafanya kazi. Ndio. Wale wengine watatumika kwanza kwa kungoja kama tena kampuni itakuwa mazuri, kazi wataongeza tena, watawarudisha wale. Unaona? Hiyo inafanyikaga kila mara kwenye kampuni. Ndio. Unafika sawa. Unaweza mkarudishwa tena kazini. Sawa. Basi kama vile wasemavyo mtu hadithi akawii. Yule sasa ile chantier imeshaanza kule na imeshafika kwenye dale, wameshaweka manane madirisha, milango, na huenda chini na wameshaweka na nani na makaro. Unanielewa bana? Safi. Sasa shida inatokea kule, wamemsimamisha kazini. Na yeye anatazama kwenye valve hivi, yani kwenye fasi wanaandikia wenyewe wataikaa chini. Na yeye jina lake limo, amesimamishwa. Sawa. Sasa itakuwaje? Tutafanyaje? Basi anasema hakuna shida. Hivi nimesimamishwa, sina hivi nakuwa libre sasa. Ndio. Unaona bwana? Hivi nakuwa libre. Naweza kufanya vile mimi nataka sasa. Ndio. Hawatanifuatilia tena. Sawa. Ndio ule sasa mkubwa anakwenda kwa mdogo wake. Anakwenda kumwambia mdogo wake, bwana nakuja, tunafanya hivi. Weye unaandika barua. Unanielewa bwana? Sawa. Unaandika barua. Hiyo barua inasema aje? Barua inasema hivi. Mimi fulani bini fulani. Yale majina yanaandika kwa ile dokumenti. Ninauzisha parcele yangu na bwana bini fulani kwa bei kadhaa hivi na hivi. Mashahidi na amenilipa pesa zote cash. Afu wanaweka mashahidi pale. Ionekane kwamba mdogo mtu anamuzishia kaka yake. Sawa. Hadithi njoo hadithi. Siku hadithi ukawa unakucha. Kama vile wasemavyo haukawe na kukucha, sasa unakucha sasa. Mdogo mtu anasema bwana hapo mimi sipo. Siandiki barua na hakuna neno lingine utaniambia. Nyumba ni yangu, kila kitu ni changu. Kaka mtu unasemaje? Hivi unaweza kurudilia tena ndio umesema? Akamwambia nasema hivi.
nyumba ni yangu na kila kitu chochote kile ni changu. Bwana, sasa kizaza kinaingia, yani shida inaingia sasa. Sawa. Mkubwa anapima kumuonesha, anamwambia bwana, mimi siko huko. Na mdogo anataka kunigeuka hivi. Mkubwa anamwambia, anasema basi. Mkubwa anafanya nini? Anakimbilia sasa kwa wazazi, yani anarikurire wazazi. Unaona bwana? Sasa anaitisha wazazi. Ndio. Baada ya kuitisha wazazi, anawaambia hivi, anaitisha wazazi, anaita wajomba zake, yani familia. Baba, mama na wajomba zao wawili wakaja na wenyewe kuja kusikia hiyo mkutano ulikuwa kuweko. Wanafika pale, mkubwa anaanza, anaeleza vile mwanzo vile habari ilikuwaga. Ndivyo. Nilimwamini mdogo wangu, nikamwambia parcele yangu, yani enda nunulie parcele. Akaenda kanunua na nikamkabidhi pesa za kufanya kazi, vitu sawa hivyo. Na nilikuwa nimemwambia kama awe anakumbuka wazazi. Unasikia zile pesa anazotuma. Awe anakumbuka wazazi kwa kuwatumia pesa wakiwa na shida, kama chakula kimekwisha anawatumia wanunue store. Kama wote yule mwenye anaumwa anakwenda kumtibisha. Na nielewa hapo bwana. Sawa. Sasa yule mdogo, kila shida ilikuwa ikitokea kule nyumbani kwao, kule kwa wazazi wake, alikuwa anatimiza ile shida. Baba akiumwa anamtibisha, mama akiumwa anamtibisha. Store ikiisha chakula anainunua ile store, anawasukumia tena. Sawa. Mchele, maharagwe, unga. Yani wao kule kijijini, lakini wanaishi kama vile wako mjini. Sawa. Maisha mazuri. Hadithi njoo hadithi, mtoto hadithi akaona kukua. Basi ndio hivyo, kama vile wasemavyo, hakwawi na kukua. Basi sasa amekuwa. Sasa itakuwaje? Anakuja anexpose ile dossier familia pale. Ndio. Baada ya kusema ile dossier familia, mama ndio alikuwa wa kwanza kujibu. Anasema bwana, simamia hapo. Hauwezi kutuambia kitu. Ulikuwa nakula kizungu chako kule na mke wako na watoto wako, alafu leo unakuwa unaanza kutuambia aseme ile nyumba ni ya kwako. Hatuwezi kusikia hata siku moja. Niliumwa mimi, ulinitibisha. Baba yako aliumwa, ulimtibisha. Sio ya chakula ilikuwa inakuisha, uliwahi kututumia chakula. Unasikia? Ndio. Akasema hayo yote nilikuwa nimemwambia mdogo wangu. Kama alikuwa anawatumia kule, ilikuwa mimi ndio nilimwambia, niliweza kumruhusu, namwambia kama unatoa pesa kadhaa, yani mfano unatoa $50, mzile $50 unanambia ili nirudishe zile $50, pesa zibaki vile pale. Unatibisha wazazi. Pesa zenyewe atakuwa ameomba kule kwenye nani? Yani risiti ya nani? Kwenye matibabu. Zile pesa unanambia hizo ili nirudishe zile pesa. Pesa zibaki vile nilivyokupa na zifanye kazi kama vile inavyostahili. Kazi sizorote. Sichelewe yani. Hadithi njoo. Hadithi. Basi kesi inakuwa kesi. Mama ameshatomboka pale, anakuwa mkali, anakuwa juu. Hacho anakuwa mekundu. Atafanyaje? Haya. Anamwambia wajomba sasa, wenyewe si watu wa msantre. Ndio. Unaona bwana? Wajomba wenyewe ni wa intellectual, walisoma. Wanasikia maelezo ya mkubwa, wanaona kama haya yanafanyika kivipi? Wakati unaokopa kama ili shefu wako asijui kama uko na muiba, unaweza kupisha mnjia mtu mwingine. Ndio. Unasikia bwana? Hata rafiki yako. Hata rafiki kama umemwamini tu. Sawa. Unanielewa bwana? Okay. Sasa wajomba wanaona kama ukweli huko wenye kaka anasema. Lakini kitu hichi kimoja. Kaka alifanya makosa. Hakuweza kuweka mtu mwenye anaweza kuwa asikie vile walivyofanya ule mpango wa kusema ananijua ile parcel. Yaani mtu mmoja wa familia. Awafahamishe vitu sawa hivyo.
hata wa familia, hata wazazi wake angeweza kuambia kama mnaona mimi bwana mdogo anafanya vile, mimi ndio nimemwambia juu hivi na hivi na hivi. Angefanyaga hivyo, hayangeleta shida. Lakini yeye alimwamini mdogo wake 100%. Alijua sema tumbo moja, toka ni toka. Wamenyonya ziwa moja, damu moja. Sawa. Unasikia bwana? Hata kila mtu anaweza kafanya. Haya basi. Sasa yule mdogo, yule mkubwa, wale wajomba wameona kama ukweli mkubwa amesema ni vya ukweli, lakini hakuna ushahidi. Hawana namna kuweza kumfanya. Unaona bwana? Ndio. Haya. Sasa itakuwaje? Kule wameshaamua kama hana sheria. Juu majina yenyewe kwa makaratasi, wajomba wenyewe waliona kama majina kwa makaratasi yote ni majina yule mdogo. Ndio. Sasa hapa hatuna cha kuweza kufanya. Mdogo yuko na sheria, document ni zake. Wakafanya sasa aje, mkubwa akasema aje. Yani ule mkutano ukawa kama vile umetoka kede poaso, yani haukupata nani suluhu. Umeshasikia bwana? Wakuelewana. Mkubwa katoka akaenda kumtafuta yani sitasema judge, yani maître avocat. Sawa. Mtetezi wake. Ndio. Akaenda kumwona maître avocat, akamwambia bwana, tizama ni hivi, nataka hii dossier unisimamie hiyo kule kunani. Wakati kwenye mahakama. Wakati alimwambia ule, akamwambia hivi, akamwambia hii kesi yako ni ngumu. Kivipi? Majina yote yako kwa jina lake. Kama ingelikuwa kama yani yeye anataka kuzulumu parcelle na hana hata document hii moja. Kama unaolipotezaka na document, yani mwote mnakuwa mna madokima. Hapo sasa tungesema kama ile wanasemaga kama abus de confiance. Yani mtu anamwamini mwingine. Alafu kufuatana na misambo tungelijua kama hii ni ya kwako. Lakini hivi kwenye hauna document yoyote, yeye duka na document zake zote. Sheria ni yake. Hata ufanyaje. Basi atafanyaje? Akaamua kurudi sasa. Anakwenda kuikaa nyumbani. Yani kama vile amesamehe. Amezulumiwa. Sawa. Unaona bwana? Nyumba huku yani wameshaweka madirisha, vitu vyote vimeshafanyika. Ila kuna baki kufanya finissage. Ndio inabaki. Kazi budogo na kuweza kupaka rangi na kuweka vioo kwenye nani? Kwenye madirisha. Kwenye Sawa. Sasa hapa pita siku nyingi, yani baada ya mwezi umoja ile kesi ilifanyika. Ndio. Mkubwa anairudi ardhi. Hapana, mkubwa samani. Ndio. Narudi tena nyuma. Sawa. Yani mdogo yule aliyezulumu mkubwa wake. Ndio. Anairudi ardhi, yani anakufa. Waswahili wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna ilaihi rajiun. Sasa ameshakufa. Huku wazazi wanasema hakuna mwingine amemuua, itakuwa ni kaka yake. Hii kesi tu ya jana hapa hivi anakuja kutuletea kesi hapa, anaanza kusasa sema parcelle ni yake. Ni yeye ndio amemuua. Mdogo wake huyo amekufa. Hata. Hakuna mwingine. Tena kifo cha ghafla. Cha kutoka kugua muda mrefu. Wanakuambia morbid. Yani mtu anapata tu fievre, anauma fievre, homa, beba hospitali, anafika na irudi ardhi. Unasikia bwana? Sawa. Wazazi wakasema haitawezekana. Baba mwenyewe anasema hivi, hazikwi, ule ni wangu, hazikwi. Unanielewa bwana? Sawa. Shida sasa inakuja. Wanaacha maiti pale, baba anakwenda. Si mtu asilia. Mtu asilia. Wanashiriki sana. Sawa. Na yeye anafanya aje? Na yeye anakwenda kwenye waganga wa asili. Unaona? Yaani wale wataalamu. Sawa. Kwenda kule wanachekechwa, wanatazama. Baba. Huyu kijana wako hakuoa na mtu wowote. Amekufa tu kifo cha kawaida tu. Hakuoa na mtu wowote. Ndio hivyo. Sasa hawa ndio wale waganga wanakulaga watu hela. Hawajui kitu huyu. Anaweza kafa yeye mwenyewe tu. Haiwezekani. Wanakwenda sasa kusema nini? Kile wanaita kama nani? Wanakwenda kulaguza kuita nani? Kusinga sasa. Kujegejo. Katika lugha ya asili. Yani kwenda kupiga kuita singa sasa, yani watamuita yule aliyefanya kile kitendo na atasema yeye mwenyewe. Anakwenda kule, kufika kule nako ni yale
wanapima kuita, wanaita. Mzee ule anachunguza vitu, anasema siku zake zimeenea, Mwenyezi Mungu amemuita. Yani siku zake za kuenea za kurudi ardhi zilifika. Hakuuawa na mtu wowote. Sawa. Baba narudi, anakuja, zikeni yangine nitayafuatilia. Wanazika maiti. Baada ya kuzika sasa, watoto nakuwa watoto hawa wawili wa kiume, yule mdogo naam. Watoto sasa wanafanya aje? Watoto wanasema baba yetu alikuwa na chantier. Unaelewa bwana? Alikuwa na chantier, na kwa ile chantier kuna mara kwa naweka store ananika vile simenti, wanaweka store kuna wanaenda kuchukua tu, wanakuja wanatumikisha. Mafera beto hivyo. Nende mkachukua fera beto 10 pale kule depot ya fulani. Nende mkachukua saki 10 pale kule ya fulani. Hivyo. Sasa watu wakasema huenda kuna simenti ile zako ilibakiaga kule. Sawa. Ama mafera beto zile kubaki kule. Alafu tunaweza tukaziomba tuuzishe zitusaidie. Na ikiwa kama anaweza kwa yuko na deni ya watu, mvile yenyewe tutajua hapa ya depo tutajua. Sawa. Unaona bana? Haya. Baba ule hadithi njoo hadithi. Basi baba ule anakuja sasa, wale wa vijana wanarudi nyumbani kwao. Pale nyumbani kwao sasa ndio wanaanza kuchekecha sasa. Wajue wenyewe baba yao anaweza kuwa aliacha kama ni deni fulani. Ama alikuwa na deni ya mtu fulani. Wanaingia madosie sasa. Wanaanza kupekua, wanakutana karatasi moja, yani barua yenye ile barua anachukua, wanataka waisome. Mkusoma ile barua, barua inasema hivi: mdogo wangu, barua hii nakutumia na nimetuma na pesa za kuweza kununua ule uwanja wenye nilikuoneshaga. Wende sasa ununue na majina yote uyaweke kwa majina, yani majina itakuwa kwa zile document yawe majina yako. Usihofu ama usio na wasi, andika majina yako yote. Unasikia bwana? Sawa. Barua ya kwanza hiyo wanaweka pembeni. Mkuchekeja tena wanapata barua ya pili. Inasema hivi: sasa pesa plani hii nakutumia ya nyumba. Unaona bwana? Ndio. Na pesa hizi natuma uanze ujenzi sasa wa ile nyumba. Nasikia bwana, yani plani iko pale ya nyumba iko na ujenzi, nyumba sasa ianze ujenzi. Sawa. Ili kazi iendelee. Okay. Basi barua mbili zinaonekana, wanaziweka pale. Mdogo analeta wazo. Unaelewa bwana? Sawa. Unifuate vizuri. Ndio. Tena kwa makini. Nafuata sana. Mdogo analeta wazo. Mdogo anasema hivi: kaka, mimi naona hivi, tupoteze trace. Unanielewa? Sawa. Poteza trace nini? Yani zile karatasi wazifinye, wazikunje, alafu wachukue moto, wawe kibiriti. Wanapoteza trace. Unasikia bwana? Ndio. Mkubwa akamwambia bwana, hivi unaona ile wazo ni lizuri? Ndio akasema ndio nyumba itabaki yetu. Tumeshaona kama parcel ilikuwa ya baba mkubwa. Sasa kwa kupoteza trace, afadhali tuchome nani? Hizi document. Pato watu tumepoteza trace. Hadithi njoo hadithi, mtoto hadithi inakukua. Mkubwa akamwambia hivi, mimi sioni hivyo. Mimi naona kama afadhali tumwambie bamu, tumuitishe bamu, tufanye ule mkutano tena ikisi ulikuaga, tuwaoneshe hizi document ili tulete amani katika familia. Unaona leo sisi tufika kwa baba mkubwa. Watoto zake hawafikage hapa kwetu kuja kutembelea tena. Kiini cha hiyo yote ni parcel. Ndio. Unasikia bwana? Kumbe kifupi tunakwenda kunani? Mwenyezi Mungu akamuingia ule mdogo wake kwa kutaka kuleta amani katika familia. Mwenyezi Mungu akamuingia, hakubisha kufanya nini, akafika na kubali. Wale mawazo ya mkubwa. Sawa. Unaona bwana? Sawa. Kama angesema aiwa mimi siko hapo, hiyo nataka kusema, pangeleta utata kidogo. Ndio. Lakini akaingiliwa na Mwenyezi Mungu, mambo yakawa mazuri. Okay. Unasikia bwana? Sawa. Wakapanga, wakaitia familia wa babu zao, yani bibi yao, babu yao waje, wale wajomba wa baba zao waje. Gisi walikuwaga tena kama ule mkutano wa kwanza. Wakakutana tena pale. Sasa walipofika pale, wanangoja wasikie kiini cha kuitiwa pale. Ndio.
Mtoto ule mdogo anachukua parole, anasema tunashukuru sana kwa mapokezi yenu, mmekubali wito wetu, mmefika mwe wote. Hapa tuna madogo kuweza kuzungumza na nyinyi, ndio maana tuliwaitisha. Kaka, unaweza kawapa neno hapo? Kaka akasema nipe ile envelope. Mkubwa mtu. Ndio. Akasema nipe ile envelope. Mdogo akampa ile envelope. Akachomoa barua ya kwanza. Akasoma ile barua. Akasema hivi, mimi natuma hii barua. Hii barua yenyewe nakutumia ni uende ununue na pesa hizi natuma. Nenda ununue ule uwanja wenyewe nilizao kuonesha wakati wa kwanza. Unasikia bwana? Na mule ndani ya barua mlikuwa hata yale matatizo yote ya kule nyumbani, yani wazazi mwe ile barua. Anasema kama kiwa shida kule nyumbani uwe unawatimizia. Unaelewa bwana? Sawa. Iwe chakula, marazi, uwe unawatimizia. Ndio. Nani sana andika, mkubwa ndio aliandika hiyo barua. Ile barua ule mdogo, ule mkubwa sasa anasoma yale yote yenye alikuwa ndani ya barua. Mbele ya ule mkutano. Alipochukua barua ya pili, anaanza kusoma tena, namwambia plani ya nyumba hiyo na plani iko mle ndani. Unasikia bana? Sawa. Na plani Aisha akaitoa akaionyesha. Plani ya ile nyumba sasa. Na pesa hizi ufanye nguvu uanze ujenzi sasa. Anaelewa bana? Sawa. Basi mdogo hata alisikia hivyo. Sasa ule mkubwa wakati alisikia mtoto anasoma ile barua sasa, kilio kikaanza. Yani anaanza kulia. Julie sasa analilia nini? Yani anapata kama vile mshangao kuona mdogo wake alishindwa kuweza kupata mawazo kama watoto wanapata. Mdogo anataka kumdhulumu, lakini watoto wanapata akili za kuja kurudisha familia iungane. Unaona bwana? Sawa. Basi akaanza kulia. Wajomba wakaanza kumpoza pale, tulia, wakampoza. Baadaye akatulia, watu wakamaliza ile nani yao. Ikachukua sasa kesi, wajomba kwanza na nyoa wakachukua. Wakasema kwa kweli sisi hii kesi tulionaga toka mwanzo. Kama yenyewe ulieleza yote yalikuwa sahihi kabisa, yani yalikuwa ni ukweli. Lakini kufuatana kisi dokumenti zote ziko kwa wanamdogo, majina yote. Hapakuwa namna nyingine ya kufanya. Ndio. Hapakuwa namna nyingine ya kufanya. Basi na yeye akaomba parole. Akasema mkubwa mtu. Sawa. Pale wazazi wote wanafika wanaona sawa ukweli, na baba na yeye zile barua zinamuonesha. Yani na matibabu. Alikuwa anatoka kule kwa mkubwa. Ilikuwa ni mkubwa tu. Kula ilikuwa tu ni mkubwa tu. Yaliandika ndani ya barua. Ndio. Unasikia bwana? Sawa. Sasa mkubwa akaomba parole na yeye. Akasema nashukuru sana kwanza mkutano huyu. Pia nashukuru hao watoto wa ndugu yangu. Unasikia bwana? Yani watoto wangu kwa kuleta muungano wa familia. Kivipi? Hizi barua mimi ndo niliziandika. Lakini hapakuwa namna nasema naweza nikaenda kubomoa nyumba nijue kama nilikuwa kama alikuwa nazichana sijui. Wakati aligeuza ule msemo, nilijua huenda na barua na zenyewe alizipoteza. Ndio. Unasikia bwana? Sawa. Kumbe kwa hiyo mimi na hawa watoto sawa, nitaishi nao, nitaikaa nao bega kwa bega. Sawa. Unaelewa bwana? Watoto wa mdogo wangu nitaikaa nao bega kwa bega, yani shida yoyote watapata nitakuwa tayari kuweza kuwasaidia kwa pamoja nao. Sawa. Na neno la pili lenye nazungumza tena. Ile nyumba niko wemo. Toka huyu muda tuko hapa. Nasema ile nyumba, nasema mbele ya wazazi wangu na wajomba zangu. Ile nyumba inakuwa yao. Na wagawia. Yaani makaratasi za ile nyumba mimi nitawapa wenyewe, na wewe nitawasaidia hata kwenda kuwageuzia hiyo ili majina yawe majina yao. Yangu yatatoka, alafu wenyewe ndio watakuwa na ile parcel. Majina yao inakuwa yao. Wanipe tu muda. Wanipe muda nende nimalizie, nifanye finisage ya hii nyumba Alikuwa na pesa zenye ndio alitafuta anze kumaliza apandishe na malize juu
kule waliza yani decompte finale walimpaka hela. Tena hela nzuri. Ndio alikuwa anataka sasa amalizie hemo kufanya finissage, aingie na aanze kupandisha tena huko juu. Unaona bwana? Sawa. So bovu wa bahati mdogo akamgeuza akawa amesimamisha. So wakati sasa wale watoto waliwaunganisha, sasa akafanya nini? Akawaambia mnipe muda nifanye finissage ile nyumba, nimalizie kuweka madirisha nini, kupiga ripo na kupaka rangi. Alafu mimi nitaingia mle, nitakuwa napandisha niko mle ndani. Ndio. Kisha ile nyumba na wagawia wenyewe. Pale wajomba wote mikono na wazazi wakaona kama amenani. Akasema tena neno la tatu. Wazazi wangu mlionizaa. Sawa? Ndio. Kumbe siwezi nikawakataa nikawachukia. Mlikuwa mjui. Unaona bwana, makosa yalikuwa yangu. Ningekuwa niliweza kuwafahamisha huenda hayo yote yangelitokea. Lakini nilimwamini sana mdogo wangu, ndio maana alifika hivi. Wazazi na wenyewe wakaingia mkicheko, wakafurahi, wanajua kama watarudilia tena vile vile atakuwa anawasaidia tu. Basi wazazi wakafurahi. Bwana na yeye akaanza sasa kufanya ile nyumba kuitengeneza vizuri, kuikarabati, yani kufanya finissage sasa. Ni kumalizia sasa. Na hadithi ikawa imeishia hapa. Sasa kinachobaki ni wewe kufafanua, kueleza watu kama kiini cha hadithi, yani hii hadithi inataka kufanya fundisho gani katika wenyewe kutufuata na wenyewe kutusikiliza. Haya, nakupa mic ili uwaze kuwapa neno. Nashukuru sana wasikilizaji wetu wenye kutufuata kwa muda kama na huu. Kulingana na hadithi hii mmesikia jinsi ninavyozungumza. Kiini cha hadithi ni uzulumati. Mdogo ataka kumdhulumu mkubwa. Sawa sawa. Na huku mkubwa alimsamini sana, alimwamini ni mdogo wake toka nitoke, baba mmoja, mama mmoja. Akaona huyu hawezi akanigeuka. Unaona bwana? Akamkubalia, akamsamini, akampa ule uwezo wote. Na wewe mpaka umwambie mtu uandike majina ya nyumba kwa jina lako. Alimwamini sana. 100 kwa 100. Lakini bahati mbaya wanasema eti chungu cha shetani hakiwagi na mfuniko. Alifunika hivyo kujua kwamba yeye atapata sharia na ataka kudhulumu ndugu yake. Lakini bahati mbaya ona kifo. Mungu anageuza. Anamuua kwanza kwa ghafla. Huenda aliona kama kibaki ataleta matatizo makubwa sana. Ili mambo yawe haraka, baada ya kuleta kumuua kwa ghafla, analeta akili nzuri, mapate ni uzulumati. Mtu anapokuamini muoneshe ule uaminifu. Ndio kwa maana wanasema dunia ya leo, hasa dunia ya leo. Hapo zamani ilikuwa hii haitendeki. Ilikuwa mtu anamkubali, anampatia mtu mzigo, kama ni pesa, bwana niwekee pesa yangu. Atakuta vile. Hapo zamani ulikuwa unanunua ng'ombe yako unakwenda kuiokesha kwa fulani, hata mke wako hajui, iko akifa huku yule bwana mchungaji anakuja kuileta huku. Bwana ndio fulani alikuwaga ananiwekesha kitu chake fulani hivi amekufa, mje mchukue, ndio hiki, labda amekwisha kuzaa watoto 3 4, labda hivi inakuwa hivyo. Lakini kizazi chetu cha leo kinakuwa kibaya, hakina uaminifu hata kidogo. Naambie huyo anataka kumdhulumu ndugu yake, atamwacha nani? Ana rafiki yake kama angekuwa ni mtu baki amempa amfanyizie hiyo kazi, angemuonesha kweli. Jibu linakataa. Unaona bwana, jibu linakataa. Kwa hiyo tunasema turudishe moyo nyuma, ili mapenzi yarudi ya kifamilia, ya kirafiki. Anapokukabidhi mtu, basi timiza kama amana mlivyokubaliana. Na hapo mkubwa mtu wakati walirudi kule nyumbani, mkubwa mtu alimwambia mdogo, anamwambia unayaona sasa baba yetu mkubwa ametupa sasa nyumba yetu ya kihalali. Wale watoto wawili ndio nyumba ya kihalali, sio tena sasa nasema tapanga ile nyumba baba yao ndio alikuwa anawapangia lote baba mkubwa ndio alikuwa anawapangia. Sasa wanakuwa na nyumba yao. Unaona, akamwambia kama tungesema tunani wale watoto wa ule wanakuja kutuua wanakuja kutuua kwa sababu tumewazulumu. Lakini hivi sasa baba yetu mkubwa anatupa parcele yetu na nyumba yetu ya bila shida yoyote. Mdogo akubali, akasema ulisema neno la ukweli. Basi
Naanza tunamalizia hapa siku ya leo. Tunashukuru sana kwa ndugu zetu wenyewe kwa Uingereza kama vile Majuto Asumani yuko anatusaidia naye kwa kutufanyia publicite. Tunashukuru sana. Sijui kama kuna mwingine unaweza kaongezea na wewe. Wasikilizaji wetu ni wengi tu. Ni wengi tu kama vile Mwaka Asumani yuko hapa Bujumbura, Abasi Malebo yuko hapa kwetu Msongo, na wengine wengi sana wanatufuata. Ndio kilikuwa kiini cha hadithi yetu. Nashukuru sana. Asante.